Mbali na Mamelodi Sundowns kutuwakilisha vizuri, klabu nyingine ambazo angalau zina backup Mamelodi, yani zinakuja nyuma ya Mamelodi kwenye kuwakilisha Sub-Saharan Africa, hapo ndani yake sasa ndo nazungumzia Simba Sports Club ya Tanzania, unazungumzia Young Africans ya Tanzania, unazungumzia Petros Atletico de Luanda ya Angola, unazungumzia Orlando Pirates ya Afrika Kusini, tunazungumzia ASEC Mimosas ya Ivory Coast. Hizi timu tano angalau ndo zina backup, zenyewe zinajaribu, zinasogea. Ninavyosema hivyo, unakuta kwa mfano kama Petro sometimes wanafika mpaka semi final, wamewahi kufika. Orlando Pirates hata kama wafiki katika hatua ya mwisho, lakini ni timu ambayo unaona inajitutumua, ina challenge sana, wanaonesha kitu kikubwa. Last time kwa Orlando Pirates kucheza finali ya Champions League ilikuwa 2013 dhidi ya Al Ahly, wakapoteza. Lakini klabu nyingi kumradhi, hapo nimeacha na TP Mazembe. Mazembe naye pia anaingia kwenye hiyo pot ya timu 6 za Sub-Saharan Africa ambazo angalau zinatuwakilisha vizuri. Simba msimu uliopita walicheza finali ya Confederation. Hizo tayari ni green light, ni taa ya kijani hiyo, kwamba hii timu na yenyewe imewekeza. Kucheza finali sio kitu kidogo. Young Africans misimu mitatu nyuma na wenyewe walicheza finali ya Confederation. TP Mazembe misimu miwili nyuma walicheza semi final ya Champions League. Umeona? Kwa hiyo ukiangalia ni timu ambazo at least zinakuja ku backup. Sasa kumbackup Mamelodi Sundowns sio kazi nyepesi. Sio kazi nyepesi. Mamelodi mpaka anafika finali, anabeba ubingwa au anacheza finali 2 za Champions League, amefanya uwekezaji mkubwa sana. Na uwekezaji mkubwa ambao Mamelodi wameufanya ni katika pitch. Yes, pale kwenye eneo la kuchezea pale. Bro, pale kuna qualities kubwa, pale kuna pesa nyingi zimemwagwa. Leo hii anazichachafi hizi timu za Northern Africa, anazipiga home away. Anacheza na AS FAR Rabat ya moto, anaibana mbavu nyumbani, anaipiga nyumbani, anakwenda kutoa nao sare Rabat. Sio kitu kidogo, ni fedha nyingi ambazo zimemwagwa katika kikosi. Yes, inawezekana tukawa wewe kwa utashi wako unaona pia nje ya pitch kuna mambo mengine yanafanyika, labda kwenye kulainisha. Kwa utashi wako labda inawezekana ukawa unaona hivyo, lakini niwahakikishie hivyo vitu vya nje nafasi yake ni ndogo sana. Ukitaka kubeba ubingwa wa Afrika kama vile, make sure una invest katika pitch pale. Mpira wa leo uko wazi. Ayo sijui mambo ya muamuzi, sijui kaono, asui nini muamuzi ameona muamuzi wakati mechi inaonekana clear. Mechi na VAR ina huyu muamuzi ana nafasi gani? Tofauti na miaka nyuma ambayo tulikuwa tunacheza gizani. Huko waamuzi sometimes ilikuwa wanaweza kuhusika, lakini sio leo. Yaani nafasi ya muamuzi kumbeba mtu ni ndogo mno. Kwa hiyo eneo kubwa la kuinvest ni pale katika pitch. Na sio kuinvest pia katika eneo labda la kutengeneza mazingira ya wageni wakija kuwaweka airport muda mrefu. Of course hiyo michezo ipo, wanaweka airport muda mrefu, hotelini wanazofikia sometimes zinafuatiliwa na mazingira namna hiyo. Lakini finally pale katika pitch una kitu gani? Ndio kitu kikubwa ambacho tunakiangalia. Kwa hiyo taki yangu katika session hii, timu zetu za Tanzania nimetaja timu 2 hapo. Nimetaja Simba, nimetaja Young Africans katika timu 6 za Sub-Saharan Africa, ukitoa Mamelodi Sundowns ambazo na backup. Bado tunahitajika kuongeza nguvu katika kuinvest pesa. Sasa nikisema hivyo, maana yake hii nguvu ambayo tuko nayo sasa hivi haitoshi. Timu zaza zikafanya vizuri, zikacheza finali, inaweza katokea ikacheza finali kama ambazo zimefanya huko, lakini ku maintain ile nguvu kwamba msimu uliopita imecheza finali, haya energy ile ile tuonesheni katika msimu unaofuata tena ngumu. That's why Young Africans walicheza finali msimu mmoja ya Confederation, msimu uliofuata wakaishia robo finali. Simba Sports alicheza finali msimu mmoja, msimu uliofuata akaishia group stage. Inawezekana mko mnanielewa vizuri sana.